Watazamaji katika channel ipendwa hii ya Safari ya Afya. Hii leo Dr. Lucas nitazungumza kuhusu vidonda vya tumbo ama peptic ulcers. Lakini kama tu wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tu uwe wa kwanza kuendelea kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Sasa vidonda vya tumbo ama peptic ulcers ni vidonda vinavyotokea kwenye ukuta wa ndani wa tumbo au kwenye sehemu ya juu ya utumbo mdogo. Hali hii husababishwa mara nyingi na bakteria itwayo Helicobacter pylori ama H. pylori. Matumizi ya muda mrefu ya dawa za kutuliza maumivu kama NSAIDs kama vile aspirin au ibuprofen, msongo wa mawazo na lishe mbaya, hivi vyote huchangia kwa kiasi kikubwa vidonda vya tumbo. Hivyo kumsaidia mgonjwa wa vidonda vya tumbo hasa asubuhi mara baada ya kuamka, kunahitaji ratiba yenye nidhamu nzuri ya lishe, dawa na mtindo wa maisha. Hapa chini ni ratiba ya kila siku kwa mgonjwa wa vidonda vya tumbo. Namba 1, amka asubuhi mapema. Usikae na tumbo tupu kwa muda mrefu. Kunywa glasi moja ya maji ya vuguvugu. Inaweza kuwa na kijiko kidogo cha asali. Epuka chai ya rangi, kahawa au vitu vyenye tindikali. Namba 2, kunywa dawa zako kama ulivyoelekezwa na daktari. Dawa za kupunguza tindikali kama omeprazole, esomeprazole, pantoprazole na kadhalika, kawaida umezwa kabla ya chakula mara moja kwa siku. Ikiwa una dawa za kuua H. pylori, hakikisha unafuata muda na dozi sawa. Namba 3, kula kifungua kinywa laini. Chagua vyakula visivyoongeza asidi. Tumia uji wa ulezi, ngano au nafaka zisizo na sukari nyingi. Mkate mweupe laini, usiwe wa kuokwa sana. Ndizi zilizoiva zina pH kusaidia kutuliza tumbo. Yogurt isiyo na sukari nyingi ikiwa haikusumbui. Ikifika asubuhi ya kati, kwa maana ya saa 4 asubuhi mpaka saa 5 asubuhi, kunywa maji ya uvuguvugu kidogo. Hii husaidia kusafisha tumbo na kupunguza asidi. Epuka soda, juisi zenye tindikali kama machungwa au nanasi. Namba 5, tumia tunda dogo kama tikiti maji, papai ama parachichi. Tunda moja ni sahihi, si mchanganyiko mkubwa. Ikifika wakati wa chakula cha mchana, kwa maana muda wa saa 7 ama saa 8 mchana, kula mlo kamili wa mchana. Epuka pilipili, mafuta mengi, vyakula vya kukaanga. Kula wali mweupe, mboga za majani zilizochemshwa, samaki wa kuchemshwa, kukaangwa kidogo bila pilipili. Lakini epuka sana nyama ngumu au nyama ya ng'ombe yenye mafuta mengi. Baada ya chakula cha mchana, saa 9 mpaka saa 11 jioni, pumzika vizuri. Usilale moja kwa moja baada ya kula. Tembea kidogo walau dakika 10 mpaka dakika 15. Hii husaidia mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kwa wakati huo unaweza kunywa kijiko kimoja cha asali ukiwa umechanganya na maji ya uvuguvugu. Hii yote huweza kusaidia kuweza kutuliza ukuta wa tumbo. Je, ratiba ya usiku inapotimu saa 11 jioni mpaka saa 3 usiku, unatakiwa ule nini? Kula chakula cha usiku mapema sana, kuanzia saa 12 mpaka saa 1 usiku. Epuka kula chakula kizito usiku sana. Kula kama uji, viazi vilivyochemshwa au ndizi za kuiva. Vitu vya msingi sana kuweza kuviepuka kabla ya kwenda kulala. Namba 1, kahawa. Namba 2, chai ya rangi. Namba 3, soda. Namba 4, pombe. Namba 5, sigara. Kulala tumbo likiwa tupu, unaweza kunywa kikombe cha maziwa yasiyo na cream nyingi kabla ya kulala. Sasa je, ni mambo yapi ya kuyaepuka kabisa? Namba 1, vyakula vyenye pilipili, chumvi nyingi au sik. Namba 2, kusubiri muda mrefu bila kula. Namba 3, sigara na pombe. Namba 4, kwa msisitizo, epuka sana msongo wa mawazo. Upata muda wa kupumzika. Namba 5, epuka sana matumizi holela ya dawa za maumivu. Tumia kwa maelekezo kutoka kwa wataalamu. Dawa za kawaida zinazotumika katika kutibu vidonda vya tumbo ni pamoja na esomeprazole, pantoprazole na omeprazole. Lakini kama kuna dalili za papo kwa papo, unaweza kutumia antacids ambazo ni Maalox, Gaviscon, lakini pia
Kama zitaonyesha kuwa kuna H. pylori, unaweza ukatumia antibiotics ambayo ni amoxicillin. Lakini kwa ushauri wa ziada, tembelea daktari kwa kipimo cha H. pylori, kipimo cha damu, kinyesi au pumzi. Endelea na matibabu hadi mwisho hata kama utajisikia vizuri. Fanya kipimo cha endoscopy kama una dalili kali au za muda mrefu. Asante sana, ulikuwa nami Dr. Lucas, lakini usiache kulike, kushare kwa watu wengine pia ili waendelee kujifunza elimu ya ziada kuhusu swala zima la afya. Asante, muwe na nyakati njema.